mpenzi mtazamaji wa Clouds Flash TV. Leo kabisa tuko kwenye kipindi chetu ambacho uzito wa muziki. Uzito wa muziki uko wapi? Uvira. Na leo kabisa tumebahatika kumpata mmoja kati ya wasanii ambao wanafaa vizuri Uvira, na bila shaka hata tumkaribishe. Hamjambo na karibu. Release. Niko poa kabisa na nashukuru kuwa ndani ya nyumba kubwa ya Clouds TV. Okay, na Mr. Djelili kama Mr. Kali wa Concordance, mambo vipi kiafya? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sababu kuamka, kutembea, kupumua ni maamuzi yake na tunashukuru Mungu kwa hilo sana. Ndio. Yeah. Djelili tumeona kabisa mtandaoni kuna kitu ambacho kina trend maneno kabisa. Maneno ni wimbo mpya kama gisi mnaona. Ndio. Tuliona ukimya upo na ukimya ukukua kwangu tu. Ulikuwa presque industry yote muzikali ya Uvira na ilikuwa inatokana na hali yenye ilikuwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Hali ishakuwa bien na ndio tuliona tuanze kufanya production za mpya. Djelili turudi hapa mwaka wa 2025 hivi. Moja kati ya mwaka ambao kabisa umekumbana na matatizo ndani. Hata tupatie kwanza pole kwa sababu umempoteza mama mzazi. Hata tupatie kwanza pole. Timu ya Clouds Flash TV nakupa pole kabisa kwa sababu umempoteza mama mzazi. Na hata hivyo kumekuja track ambayo Shida ikaandaliwa, ikatoa video, ikaandaliwa concert tena ikakutana kabisa Shida kweli. Hata hivyo Djelili hata tupatie pole kabisa. Kwa sababu mpaka sasa hii mashabiki wanajiuliza Djelili kwa kweli kwa zile shida ambazo zimemkumba atakuja na clip gani? Lakini kwa mshangao tunaona kabisa track ambayo ina trend kwa sasa ni maneno. Na watu wengi walikuwa wanasubiria kama aiza kutakuwa maneno ya kabila ndani, lakini ambacho kimetoka ndani ni mamimba kule ndani. Vipi, tuambie mzee? Eti mamimba. Unajua muziki ni kubadilika na sio kila kitu kinakuja ndio fatani tu nangi. Okay. Unajua sometimes nayo malgré panaweza kwa palikuwa hali mbaya, palikuwa madule, sio kama tuliibiwa mwili wakati na vingine. So ukisema unajistresser na vile uimbe mpaka vya vile. Ni bien, mais saa nyingine moja tena sio kile mpaka uende mwile vile. Sometimes kujifurahisha na kujifarijisha ni vitu vizuri sana. Na ndio nikasema watu wananizoea mashida, malarja, mwili, makongoro yangu. Nikasema this time why siwezi nikafanya kitu kingi kitakuwa tofauti. Watu wajiulize alisema maneno tulizania ataimba juu ile ilikuwa au ni maneno mengine, kumbe yanatuletea maneno mafaso ya mamimba. Mtu unaweza kuwa ulikuwa kwenyu bakakuwa wanakusikilia wivu bana kusema mbaya kale kata ulewaka kale kanatoaga mamimba nini ya vile. Mungu anakubariki unapata bwana na unaolewa. Vipi Djelili, wapi umekuta idea ya kuleta clip kama hii maneno, na mpaka sasa hii track ya maneno ndio ina trendi kwa sasa hii, ni visualize haiko visual? Kwa nini umechukua mikataba hiyo kuposti video kama na ile? Cha kwanza idea imekuja na inspiration. Tuko basanii na inspiration kitu gani Mungu anakupatia. Unaanza kwa ikala, unaanza kwa lala, unaanza kwa repetition na inspiration ikakuja. Na vile vilikuja mwe kama unavisikia viko bien ndio mtu anafanya. Na video nilifanya vile naweza nikasema ndio muda kwanza. Ndio vilionekana tukonsome kwanza yenye viko, na Mungu akibarikia tukipata wengine uwezo tunakaleta video official. Yani kwa niaba yako wa mashabiki wasubirie video kali ambayo itakuja kali kabisa. Hatutaki mavisualize kama hivi video original ambayo itakuwa ya maneno. Sibadisi sana sababu niko na maproject ziko tu. Na zitakuya masiku ya kufuata, labda zile zinaweza kuwa na video, labda inaweza kuwa na video. Kitu kile mimi najua hii muziki ni kitu kinaruhusiwa, sio mimi ndo star kwanza kufanya. Hata wasanii Tanzania wakubwa wa nje wanafanya hiyo.
Vipi Diedi, tunataka utuweke wazi. Kwa mwaka wa 2024 kulikuwa mmoja kati ya mashabiki ambao walikuwa wakialikwa kwenye radio. Wanakuongelea wewe, wanakusifia wewe. Lakini mwaka ambao mwaka 2025 26 baada tuyasikia zile vurugu. Je, vipi ulikuwa ukiwalipa pesa ili waende wakupromote kwenye radio au je? Na hapo wanasema kwamba sisi hatuwahi kuonana na Diedi ila tunampenda. Na wakiimba nyimbo wako kweli wanaimba kweli. Nataka tuweke wazi. Ilikuwa ni muda tu. Ilikuwa ni muda, unajua muda wa Mungu au upingiki. Na nafikiria vile vitaendelea kuwa. Mimi ni msanii mwenye najituma. Sio aseme na walipa au nafanya nini. Bali ni muda wa Mungu, ni kipaji. Mungu akisema hii tambi wewe ndio kuta. Kama vile sisi tuko kuta mpaka sasa ni muda wa Mungu. Bali nikiwaza hali ya nchi na usalama preski kama ni mwaka hii ndio tuko mvurugu. So nakutana watu wako concentrate sana kwa muziki. Na hali kikuwa bien, kila kitu kikuwa bien, najua bali watu watakuwa na watakuwa wanaongelea juu msanii ni mtu wa kuongeleka. Na baada ya hapo niwe kama mmoja kati ya wasanii hapa Uvira nzima ndio wanaongelea, wanasema sisi hatuwahi kumuona ila tunapenda kitu anafanya. Sasa wewe kama wewe ukishasikia baadhi ya watu kama unajisikiaje? Mimi nafurahi, unajua msanii kwa mtu kuonekana kila saa. Msanii kwa mtu kuzurura kila saa. Kama wanioni ni bien, labda bayapenda tuonane. Unajua msanii sio mtu aseme utaenda hivi juu muone hivi. Tukifanya evenement tutabatika kuonana, baki ni invité batabatika kuniona. Batabatika kuona. Aidha Diedi, kwa niaba ya muziki hapa Uvira, je, kuna faida au hakuna faida kwa disi ambapo nyinyi mnatumika? Unajua faida ya mkuu naweza nikasema kwanza ni kutumika kitu kenye Mungu alikutia moyo. Ile ni faida ya mkuu. Na chengine ile kujulikana pia, ukijulikana ni faida pia, inaleta benefisi fulani kishajulikana. Kungambo ya maokoto muziki ya Uvira miki vyangu ndio ingali chini sana. Ngambo ya maokoto vraiment ingali chini. Tusabile si wa moya kazi zetu ndio zinakulishaka muziki. Ndio. Tunakulisha muziki en espoir que siku moja ndio muziki itarudisha. Na sio kwetu tu, nafikiria ni kwa wasanii wote wa dunia. Mwanzo inakuwa inabidi wewe ukulisha muziki. Ndio. Afu muziki kifika wakati maeta fulani hivi ndio muziki anaanza kukurudishia hivi. Ndio. Hivi Diedi, kwa niaba yako hapa Uvira, watu wengi wanatarajia kupata moja kati ya kolabo ya wasanii wakubwa hapa Uvira. Na mwaka jana uliwahi kuahidi kuna kolabo ambao utafanya. Na hapo kasema hivi, mimi siwezi kuanzia kolabo mbali na kwetu. Lazima kwanza niteke kwanza Uvira mzima. Ili niende Burundi, Tanzania, Kenya, huko kote ili utabe kule kote. Lakini mpaka sasa hii hatuyaona kolabo wote. Kitu gani ambacho zaidi ambacho kinakufunga usifanye kolabo? Cha kwanza sifanyi collab juu niteke Uvira mzima. Kama Uvira nishagawahi kuiteka. Ndio. Sifikiri kama pako fasi kwenye Uvira banijui. Ndio. Nafanya kwanza collab ndio kusema siwezi nikakimbilia kufanya collab nje. Pourtant ndani ya mgini yetu, ndani ya nchi yetu pako watu wanafanya vizuri. Kumbe ni vizuri nianze na wale wa kwetu mbele nende nje. Jua nakwambia kama mtu kwanza ni kwao. Na cha pili ile maadi yenye nilitoa lazima itakuwa. Ndio. Kila kitu kinaenda kwanza na muda. Muda ulikuwa vraiment kwa na ruhusia. Kila mtu alikuwa stressé na kila mtu anajua. Ndio. Mungu anajalia vitu vinaanza kuwa bien. Na zile collab zitakuya. Ndio. Yaani mashabiki tuwasubirie collab ziko njiani. Kabisa. Yaani wasiwe na moyo kusema huyu jamaa aweza akatugedanganya huyu. Akawa kama vile wakina Samplogan ambao wanaadia watu na vitu havifiki. Diedi haiko hivyo. Diedi haiko namna ile. Diedi tunataka tuweke wazi. So kwa sasa una mke au hauna mke? Hivyo ni vitu ya familia sana ndani. Mashabiki wanakuuliza wewe vipi? Diedi ana mke au hana mke bro? Unajua kitu kenye mimi naweza nikasema niko mke juu niko mwanaume. Niko na mwanamke juu niko mwanaume. Na niko na watoto. Mtoto singempata bila mwanamke. Ndio.
Okay. Deni tuweke wazi kuhusu na kazi ambazo utazifanya hii mwaka. Mpaka sasa hii mashabiki wananifuata ni box. Ninyi kama promoter, vipi Deni kuhusiana na Shida Concert, hata kama ilikutana Shida Concert mpaka sasa haigusia kitu? Tusubiriaje sasa taishia na muziki wa Deni hatupatiko concert? Kabisa concert kwanza Shida Concert yenyewe itakuwa juu ni kitu kilikuwa kishaisha deja. Ilikuwa ni après kama ni 4 jours na hadi kabadilika. Sasa ni kitu kilikuwa kishaisha kuanzia masale promotion kila kitu kilikuwa kishaisha. Na maana yake inabidi tu kikue na ndio tusha reporter hayo. Boss kozi nikasema date leo lakini budget tu kama hii mwaka lazima tufanye Shida Concert. Shida Concert. Tena pale kwa MKC. Kwa MKC. Yaani ndio mashabiki wasubiria kwa MKC, Shida Concert ndio itatrend pale. Kabisa. Namna hiyo. Deni imesemekana kama wimbo wako wa Hoho Kongoro yangu imetrend sana ya Kongo nzima. Mpaka ikafikia kwa hatua ya kupigwa kwenye radio kubwa ya RFI Kiswahili maeneo ya Kenya na Nairobi kule nikiwani. Vipi upande wako kimekupatia shauku gani kuhusu sanaa ya muziki? Cha kwanza nilijisikia furaha na niliona kumbe mtu iko mzengine mainchi bila kujijua. Juu muziki ni kitu kenye kinatembeaka bila wewe kujua. Ndio. Nilijisikia sana furaha na ndio kitu kenye tuko tunapiganisha, ndio mareve ya kila msanii. Kesho nianze sikia ngoma yangu ilipigwa Tanzania, ilipigwa Canada, ilipigwa sehemu yoyote ile. Tunaanza hata kule tunafanya mashow, vraiment ile itaonyesha ni ukubwa wa hali ya juu. Usiposti content yote, mashabiki tu wanajikuta wamegundua kitu mjini Utibe. Usiwajulishe, yani kwa sababu ya surprise, tunaposti tu Utibe afu na unakaa kimya. Naweza nikasema si alifanyaka 100%. Mais kui nyimbo ya maneno vilitaka kufanana kuwa kama jinsi unasema. Ndio. Sababu ni nyimbo yenye sikuwekea sana nguvu kwa kuiposti wa kurudisha watu kuwa track inakuja. Lakini tunaiposti na tunachunga tuone matokeo yake. Matokeo. Aidha nianza kuambia matokeo ambayo iko sahihi kuhusu track hii tayari. Kuhusu track hii tayari mimi upande wangu hapa nisiwe mnafiki. Hata tuseme kitu ambacho kiko hewani, connection hili ikawa sawa. Tayari una 177 vies. Il y a un jour. Upande wako unalisikiaje? Siwezi nikaregrete sana. Juu mimi na hiyo muziki vile inatokeaka na Mungu atajalia. Unajua pako ngoma yenye unakuwa unaiona inaweza kuwa na views kidogo. Memsite naenda sana. Ndio. Unaona? Na cha muhimu chenye mimi nakuwa najidia ni nyimbo yangu iende sana. Siwezi nikajipamba sema mpaka nyimbo yangu iko na views sana. Mpaka wengine basanii wa kupenda views sana wanakuwa hata wanaziuza. Ndio. Unaona nyimbo iko na siku moyo unasikia shakuwa na 100k. Musa mili unasikia shakuwa na desa. Ndio. Unakutana zile desa ni za bongo, kuingia msite nyimbo ijulikane, isikilikane baisikia. Ndio. Unakutana si wenye tuko na views zetu za kidogo, unakutana ya kutoka nyimbo ikafikisha 5k, 7k, 6k. Lakini unakutana nyimbo ni bambaka tere kushinda ile madesa. Ndio. Hivi kuna watu wangapi ambao washakwambia Geli ili kwa kweli unaweza, hii ni mchango wangu kidogo ambayo uendeleshe kazi, akutolea pesa ya video mwanzo mpaka mwisho, chakula, kagharamia kila kitu baada ya kusikia audio? Depuis na kuwaka siyapataka hata mtu mashani nilipia hata audio. Na kwa nafanya muziki kuforce yangu. Ndio. Mungu akisaidia watakuyaka tu. Juu mtu akikwambia vraiment sababu ndio unasema bwana mimi hii ngoma naisimamia video. Ani support kubwa sana. Ndio. Na nafikiria vitakuya haraka ina baraka. One day utasikia JDD alipata label, JDD alisign hivi, bitakuyaka tu. Lakini mpaka hivi haujapata label. Sijawahi pata label au sijawahi kupata mtu aseme na kusimamia hii project. Namna hiyo. JDD kwa namna hiyo kabisa hii ngoma aiza inapendwa kwa sababu hapa Uvira moja kati ya msanii ambaye anaweza kuwa deja na 38 commentaires ambao wameshawahi ku comment kupitia hii nyimbo ku YouTube na deja kwa watu 31 wenye washa
kupenda wimbo huu. Kwa niaba yako Aiza, uwape ujumbe sahihi kwa mashabiki ambao watatufuata kupitia Club Flash TV. Ujumbe ni kuambia tu mashabiki wa Club kuwa wimbo Maneno uko deja kwenye platform zote, sio YouTube tu. Platform yoyote ile ambayo unajisikia kusearch wimbo na kusikia zipo, wimbo upo. Na nikusema na washukuru sana kwa wale ambao wameshatizama, waka-comment, waka-like na wenye wali subscribe. Pia na washukuru sana, na kwa mwingine mnaweza kwa labda ayayua kama ngoma ikitoka ni kuandika JDD Mkali wa Concordance, utaipata ngoma na like na subscribe na share kwa wengine. Vraiment merci sana, hata kwa mtu ambaye aliona nashukuru, kwa mashaona nashukuru pia yeye. JDD kanapata bwana bro. Niweke wazi Aiza. Hii ajisia ulikuwa toka kwa mtu gani zaidi? Kindani tuweke wazi. Ni matungu gani ambayo yamekupata Aiza, umetungia mtu fulani? Sijatungia mtu, na ni vitu yafika hata familia yangu. Ni vitu vyenye mimi nakuka na vivre mu makarti. Ni vitu vyenye unaweza kukutana labda wa mama wawili, badada wawili, bako naongelea mwenzao mwanamke. Unasikia huyu ni malaya, huyu hawezi olewa, ndio maana anashingia kwao. Hapo kanatoa na mimba, hapo kanateka chafu, kafika chafu. Ndio. Mungu anakia kumsukumia. Ndio. Mtu sumwa kumtoa pale kupale kwa kumheshimisha mwingine bado. Ndio. Yaani mtu mtafuta nyimbo kwa umakini, anapaswa kuelewa, anasema vraiment uwana iko na criteria fulani. Naam, ndio tupatie plan B ya mwaka huu. Mwaka huu ni kusema kama ni kupia na mangoma. Ndio. Na vraiment niko na vitu vyenye nishafanya. Sio kwa kujisifia, na sinda jisifia sana. Batu watabisikia. Ndio. Na mimi kitu yenye mimi nakuwa na lenga sana ni kusema kesho au kesho yake, kama ndakuwa siko, nilikufa, ndio, au nilizeeka nikaacha muziki, jote vinafikaka. Malgré nasema sio kama naweza kaacha muziki. Mtu mtakuwa anasikia nyimbo yangu atakapasha pita 50. Ndio. Aseme huyu jamaa alikuwa anaiwa imba. Ndio. Ndio msanii huyu. Vraiment ndio kitu mimi napoka na nite sana mkariere yangu. Sipenda mtu mtasikia aseme una alikuwa kanaimbaka nini? Napenda pasha pita miaka na miaka, mengomo kwa nasikia sababu ni ya leo. Ndio. Nasema vraiment mtu anaimbaka. Ndio. Deni hata kama lakini kuna baadhi ya watu hawaamini kama ni wewe ndio umeandika au ndio umeimba. Aidha tupatie verse kidogo kupitia hapa tu tuko kwenye live kwenye Club. Siko sawa kiafya, lakini kitu kinajua na wananijua. Siwezi nikajitapa sana. Ndio. Toka mimi niko sijawahi kuandikiwa nyimbo. Ndio. Au kutiliwa sauti juu nike kuimba pale yule ya ile sauti bachati. Ndio. Kumbe kazi zenye ziko zinakuya ni za trop. Ndio. Na bataaminia na bataona vitu vilikuwa nafanyaka juu bashaka viona na kubisikia. Asante sana JDD namna hiyo, lakini mbele ya kuwatana na wewe hata tukwambia JDD vipi husiana na mashabiki zako zaidi ambao uko nao karibu, huwa hawakufuatiliaje uandishi wako wa muziki? Kwa sababu unaweza kuwa na shabiki kumbe shabiki naye anapendaka kuwa msanii. Bosi yu labda binaweza fika ni mtu mwenye anataka kukutrishia uzi kuambie. Kama iko courage kwake juu ni bien. Na waka bien watu wakufuatilie, na mwanaanza kuwa anapenda kunisogelea, akiniambia nionyeshe mnafanyaka hivi vitu, mpaka wanakiaka vile. Napasha kumuonesha. Ndio. Asante sana. JDD tupatie ujumbe mmoja ambao tutatarajia mwaka ujao au huu mwaka ili tumalize kipindi chetu tuagane mimi na wewe. Cha kwanza ni kushukuru Media Clever ambayo imenialika. Nasema thanks sana kwao, na nashukuru sana kwa mashabiki ambao wanaendelea kusupport muziki wa Uvira. Na nikuambia tu kuwa platform zangu ni kuandika tu JDD Mkali wa Concordance, unanipata, na wimbo ambao tumeshatoa saa hizi unaitwa Maneno. Vraiment wa kai mkao kula, kuna vingine na vingine ambavyo vinakuja. Thank you. Asante sana mpenzi ambaye unaenda kufuatilia kupitia Club Flash TV. Ulikuwa kwenye kipindi chako ambacho kipendelevu ambacho uzito wa muziki kwa pia Uvira, lakini ikumbuke kwamba ulikuwa na mtangazaji wako ambaye ni Tandua Khan, na
mbele nyuma kamera kulikuwepo Dhahabu ambaye anashikilia kamera. Tuagane chai chai.